kipindi hicho alikuwa aendeshi sasa tena bodaboda baada ya kuokoka. Yes, ameenda boarding school, ndo ametoka sasa boarding school. Amerudi uraiani. Sasa huyu mtu anajikimu vipi? Utampa mvulana 10,000, 20,000 namsaidia nini? Nikaona huyu kwa sababu ana talent, ana uwezo wa kuendesha pikipiki. Nikamwambia basi rudi barabarani kwa mwaka mmoja. At least kwa mwaka mmoja utakuwa ushajijenga. Una uwezo, na mimi future nilikuwa naiona kwake, nilikuwa naona duka. Nikamwambia jitafute ili uje kwenye ile duka ambalo uko unafanya nini? Unalitaka. Sasa hapa kwenye mahusiano hapa ndo changamoto ikafanyaje? Ikaingia. Mimi nakuja kushtuka, simuoni kanisani, kumbe washachukuana na ule binti wanaishi. Amekurupuka, ameenda kupanga, akamchukua binti ule anaishi naye. Nikamwita nikamwambia hii sio sawa. Hicho unachokifanya sio sawa. Alafu wewe kama kiongozi wa vijana hapa kanisani unaonyesha picha mbaya, na mimi nimeinvest nikijua kwamba wewe utakuja kuwa kijana msaada wa kesho, hata nimesafiri nimeenda wapi, utaangalia huduma. Sasa utaongozaje kwa staili hii? Kwa hiyo kwenye kukemea pale tukaanza misuguano. Misuguano ilipokuwa mikali sasa akaniambia hapana, mimi kama ni kazi za huduma usinipe na nini, mimi na step down. Mimi huyu binti nimemchukua, nikamwambia kwa mfumo huu hebu kanisani acha kwanza. Hiyo kumuonya kwamba step down huwezi kuongoza, hebu shuka kwanza chini. Akaona okay ni sawa, akaondoka. Mimi nikajua ule muda atautumia ule muda kurekebika, kutafakari, kurekebika. Sasa alipopotea kwenye hayo mazingira ndio inakuja kutokea sasa natumiwa clip. Hiyo clip natumiwa yupo kwenye moja ya kanisa fulani niliko Ubungo hapo. Kwa nabii mmoja mkubwa tu na mheshimu. Unaogopa kumtaja? Ni Clear Malisa. Okay? Yuko pale anamwambia sijui naona ajali, sijui nini. Alafu mwisho siku anamwambia umekuja na mchumba hapa, yeye yuko wapi mchumba? Mchumba huyo hapa. Anambia kwa nini mpaka leo hujamuoa huyo? Anambia sijamuoa kutokana na kanisani kulikuwa na misuguano. Hajui misuguano ipi. Anamwambia huyo mtumishi wa Mungu ni mwanamke, anakudanganya. Moyo huyu binti. Sio kama unaelewa. Anauliza huyo mtumishi wa Mungu huyo mwanamke yeye ana ndoa? Binti akajibu hana ndoa. Umeona sasa? Umeelewa? Anawezaje kutabiri ndoa wakati mwenyewe hana? Na wewe haukuwa unatabiri. Wewe ulikuwa na kwa mazungumzo yako wewe ulikuwa unashauri. Mimi nilikuwa nashauri mambo mengine yaende. Sijatabiri ndoa. Mimi nilikuwa nashauri kwamba tembea kwenye msingi huu ili uweze kufika kwenye ndoa iliyo njema. Ndio. Umeelewa? Sasa yeye hajui kwamba huyu kijana nimetoka naye wapi. Anaambia umeona kijana anamwambia yeye alisema kwamba majira ya kuoa bado. Majira yakifika atasema majira ya. Akasema yeye anaweza kujua majira ya kuoa, yeye mbona hajui majira ya kuolewa? Mbona Malisa naye kila siku anatabiri hapa. Kwa hiyo ndio anaruhusiwa kutabiri kuliko watumishi wengine. Umeelewa? Anasema yeye mwenyewe mbona hajui ataolewa lini? Au kilichoniuma Maotobi ni ile kauli ya mtumishi wa Mungu, nabii mwenzio, mtumishi wa Mungu anajiita mtumishi wa Mungu. Anasema au alitaka wewe umuoe yeye. Hiyo kauli mbona ameenda mbali sana. Hiyo kauli imeniumiza sana. Kwa sababu kwanza ni mtoto ambaye nimestruggle naye. Umekutana naye barabarani. Nimekutana naye barabarani. Kama dereva bodaboda. Kama dereva bodaboda ambaye hana future, analala bar, anamkia bar. Nimemtengeneza mpaka amjua Kristo. Nimembatiza mwenyewe. Nimempeleka chuo cha Biblia miezi 6. Nimemjenga, nimemtengeneza mpaka amekuja kuwa kijana. Na umemnunulia bodaboda. Na nimemnunulia bodaboda. Achana na nguo za kuvaa hizi, unamnunulia kama unaambia wewe ni mtumishi wa Mungu, unatakiwa uvae hivi huko chuoni, ufanye hivi, unamjenga. Alafu anakuja kuambia eti au alitaka umuoe yeye. Akasema hiyo huduma iko Goba. Iko Goba. Prophetess, unahitaji deliverance. Wewe na huduma mnahitaji mje hapa na wafanyie deliverance. Kwa hiyo Clear Malisa ni kama vile alijichukulia pointi 3 kupitia huyo kijana, yani kwamba yeye ni bora zaidi kuliko wewe. Na akamwambia kama vipi mje hapa niwafungishe ndoa. Sasa mimi sekunde zimebaki sekunde tu hapa. Mimi nadhani hata wakati mwingine pia tunaweza kuja tukazungumza, ila tu mimi na ushauri. Nashukuru sana kwa sababu umelibeba kikawaida sana. Na hata jina ulikuwa utaki kumtaja, si ndio nimekuambia mtaje kama unamfahamu. Lakini pia ni mshauri Prophet Clear Malisa. Kama alikuwa anahitaji kulijenga hili swala, angekutafuta wewe kwa hekima. Akasema kuna kijana wako amekuja kanisani kwangu. Ameniambia ABCD. Kuna ukweli katika hili? Nyinyi kama watumishi wa Mungu mngelijenga.
na yesa kuwa basi yule kijana akarejea tena kwenye huduma yake. Lakini alichokifanya ni kutengeneza mazingira ya kushambuliana kwenye mitandao ya kijamii, kitu ambacho sisi hatukipendi. Clear Malichas ndio huyo aliwahi kufanya kama mchezo fulani hivi, ameact kama mwigizaji chizi hivi kwa ajili ya kuonyesha huduma inayofanyika. Basi sawa.